Na akiwa na majonzi, mama akamuuliza mwalimu swali ambalo hakupewa majibu hapo hapo. Kama mwalimu nataka kuuliza, huyu mzee alikuwa na ulinzi. Walimwambia kwamba leo usitoke, usiende makao makuu. Hao watu wameiba silaha huko, hatujui atafanya nini. Haya, mimi nataka ukaniulizie, wao walijua kwamba watu kule wameiba silaha, na walioiba silaha ni watu dhidi ya mzee Karume, na wakaja wakamwambia kwamba leo wewe usitoke. Mzee Karume anasema, kwani nisitoke? Mimi nitatoka tu, kitachotokea chochote kinakitokee. Sasa wao jeshi walichukua hatua gani baada ya yale? Rais kishasema mimi nakwenda. Sasa nyinyi mlichukua hatua gani? Kwa hivyo kulikuwa hakuna hatua iliyochukuliwa. Mwalimu niulize walichukua hatua gani ambao mimi nikaiona hasa kwamba hatua hii ndio alichukua majeshi na serikali? Nothing. Yeye kaenda kuulizwa mjibu nini? Sasa tuseme labda uzembe, kutokujua, kutokufahamu, kutokuelewa mtu kazi yake, pia himo. Waliotajwa kuhusika na mauaji hayo ni Luteni wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania Humudi Mohamed Humud, mwingine ni Captain Ahmada Mohamed Alichwaya, na mwingine ni koplo wa jeshi ambaye jina lake halikutajwa, ambao nao waliuawa baadaye. Mwanajeshi mstaafu wa Jeshi la Ukombozi na baadaye JWTZ Mzee Mwalimu anasema alikaa jeshini pamoja na wauaji na aliwafahamu vizuri, na yeye mwenyewe alishiriki katika zoezi la kwenda kuwakamata na hatimaye katika majibizano ya risasi akawaua. Na bahati njema mimi huyu wakati huo tulikuwa mwajiriwa pamoja, mimi na yeye na wengine tuko hapo. Yeye aliandaa kikosi chake ili wafanye mapinduzi, lakini hili swala la mauaji lilikuja bahati mbaya baada ya kutambulikana. Kwa hivyo sasa tutie hasara tu. Hao wenzake baada ya kuondoka hapo Kisiwandui kukimbia, walikimbilia kuelekea maeneo yanaitwa Bumbwini. Kule bahati njema walitambulikana, wale waliowajua waliripoti. Mimi nilikuwa ni mmoja kati ya tuliokwenda kuwakamata. Kifo cha Sheikh Karume kilifuatia kukamatwa kwa zaidi ya watu 500 wakiwemo maofisa wa jeshi waliokuwa bara na visiwani, wanasiasa na mawaziri, akiwemo aliyekuwa waziri wa nchi za nje Abdurrahman Babu. Katika miaka yake 8 kama rais wa Zanzibar, Sheikh Karume alifanikiwa sana kufanya maendeleo kwa muda mfupi kutokana na uwezo wake wa kuunganisha Wazanzibari, kuwahimiza kujitolea, lakini pia alikuwa ni mfuatiliaji mzuri wa miradi ya serikali. Kama ilivyoandikwa kwenye mnara ulio kwenye nyumba ya familia ya Karume kwamba Sheikh Abeid Amani Karume ameuawa na kuzikwa, lakini kilichokufa na kuzikwa ni kiwiliwili chake tu. Fikra na mawazo na busara zake zitaendelea kudumishwa milele. Hakika ataendelea kukumbukwa. Wala hatutaki kopa kwa mtu. Wageni wetu mwende Pemba, kwa sababu hivi ni visiwa viwili. Mkatusemee na mtukosoe. Mgeni wetu yeyote akiona kosa hapa, sema, tia ndani ya magazeti. Ukiona serikali inakwenda katika hali mbaya kwa watu wake, lakini sio kwenu, basi mnayo haki, semeni popote ulimwenguni.